anda hivi ama toyechi atugegete is more safe than you. Hallelujah. Mungu analinda watu wake. Nimekuwa nikimtafuta Mungu anipatie message kwa kila wakati. Na leo hii kuna message imekuwa ikihubiriwa kwa hii kanisa. Na sijui kama wewe umekuwa very keen. Imehubiriwa na Pastor Julius, referend wetu, kwa Mungu rudia kila wakati. Huyo atazungumza, mtu mkubwa atakuja azungumze, na hivyo. Usipokuwa mwerevu hautasikia. Ndio maana Biblia inasema watu wangu wanakufa kwa sababu wamekosa nini? Kuelewa. Wacha Mungu akusaidie siku ya leo uweze kuelewa. Ningekuwa wewe, ningeomba kuelewa. Solomoni hakuomba vitu vingine, aliomba kufanya nini? Kuelewa. Ambia mwenzako kuelewa. Kwamba Mungu atusaidie tuwe watu wa kuelewa. Sisi ni kanisa ya Kipentekoste. Kanisa ya Kipentekoste ni watu ambao wanafungua masikio na kusikia upepo wa Mungu. Haleluya. Biblia inasema aliwaambia enende mkae juu ya kale kanyumba mungoje. Sijui wewe umekuja kufanya nini hapa. Ningekuwa wewe ningekuja kungojea. Hili nitege masikio yangu, nitege yale Mungu ako nayo juu yangu. Haleluya. So leo Mungu anaenda kutuzungumzia kutoka kitabu cha First Chronicles chapter 4:19. Bishop ulisema wewe uko na sauti kubwa. Mimi leo namwakilisha Bishop. Yeye ndiye angehubiri, lakini ako na homa mbaya sana. Na sikutaka hiyo homa iwashike, ndio maana mimi nimejileta hapa. So Bishop, asante kwa kuniruhusu nikuwakilishe hapa. Na najua Mungu atanitumia kabisa so that ukue proud of me. Hallelujah. So in the book of First Chronicles chapter 4 verse 19, tunaenda kusungumuza juu ya maombi ya Yabesh. So mmeisikia sana. Maombi ya nani? Waya tusonge chini baba. That would be good. I think leo tutajifunzana hapa. Maombi ya nani? Maombi ya Yabesh. The prayer of Yabesh. Nataka kusungumuza kwa ufupi. Nataka uelewe. Kulingana na dictionary ya Easton. Kulingana na Bible ile dictionary. Unajua kuna wahubiri wanatafuta maneno mingi kutoka kwa kuelewa mtu. Katika mtu mmoja ambaye anaitwa Easton alikuja na library ya kuchimba kujua kila mtu wa Biblia alimalizia wapi. Huyu Yabesh tunaambiwa kwamba aliomba Mungu amsaidie, ampatie, ampanulie mipaka yake. Nimesikia watu wengi wakisema, Mungu nisaidie, unipanulie mipaka yangu ili iweze kuwa kubwa. Hiyo ni maombi yenye na sisi tumefunzwa kila wakati. Lakini nataka ujue kwamba huyu Yabesh alisaliwa na jina lake lilimaanisha uchungu. Ambia mwenzako uchungu. Alisaliwa na akawa uchungu. Mimi sijui kwa sababu gani mama alimuita uchungu. Lakini pia hapa Kenya kuna watu wako na hiyo tabia sana Wakisii wa mama. Na sana wazee wale ambao wako na stress. Wanapenda kuita watoto wao ama wanawake wao maneno ambayo hawakupewa na Mungu. Ni ukweli. Utasikia kijana anasema, mzee anasema, umenisumbua sana, hata at least ningesaa mkate nikule nisahau. Unajua tayari wewe umeita huyo mtoto kitu ya kufanya nini? Kusahaulika. Kuna watu hata kama tunatembea hivi tuko uchungu kwa mambo mingi. Kuna mwanaume anafanya mchengo na yeye tangu alianza mchengo asubuhi analalamika juu ya mke wake. Mimi mke wangu ndiye ananisumbua. Mke wangu ndio malaria yangu. Ama namna gani? Kuna watu tuko uchungu kwa wengine. Yabesh alikuwa uchungu. Sijui kwa nini ile dictionary yenye nilisoma alipopanuliwa mipaka yake alimalishia kuwa mtu ambaye ni wa sheria. He ended up becoming a great man in law. Sema law.
Sema law. Sheria. Akawa mtu wa sheria. Mipaka yake ni gani? Mipaka yake alikuwa mtu wa sheria. Mtu mkubwa. Biblia inasema akanunua shamba kubwa katika milima, akachenga city na akaita Yabeshi, mji wa watu wenye wanaandika sheria. Kwa baba wa sheria. Akawa na city. He had a city, a big city, mji mkubwa na ulito. Mimi sijui wewe unapitia uchungu gani, lakini leo nataka kukuambia Mungu anaweza kukuinua ukaenda juu ya shida zako. You have a purpose. Wewe uko na assignment. Kila mtu amekaa hapa ako na assignment. Kuna assignment special Mungu ameweka kwako yenye wewe ni lazima utimize. Haijalishi uko kwa uchungu, haijalishi uko kwa ugonjwa, haijalishi uko kwa umaskini, Mungu ameweka assignment special kwa maisha yako. Na wewe ni lazima utimize hiyo assignment. Mwanafunzi anapopewa assignment, mwalimu lazima afikishie, ajue lazima huyu mtoto afanye hiyo assignment. Right or wrong? Mtoto anaweza kuja kesho amwambie teacher, mimi kwa sababu hatukuwa na mafuta nyumbani, ndio maana sikufanya nini? Niliana nikakaa na kaoma kengine, ndio maana nilikuwa na nini? Assignment. Lakini baadaye teacher, mwalimu mzuri atamwambia pazi keti ufanye hapa nikiona. Afanya umalize ndio ufanye nini? Ndio uendelee na subject zingine. Wewe uko na assignment special. Sijui kwa nini watu waseme amen. Ndio maana mtu akikufa na hakumpata Yesu analia sana na anasema ndaangalia Kennedy. Ndaangalia Kennedy. Alafu anasema yako yote. Maombi yangu ni kwamba ukufa ukiona mambo yako ikiwa sawa. Haleluya. Kwamba assignment yako ulifanya vizuri. Unaambia Mungu sasa niko ready. Unaambia come take me. Sio unapika mangumi kabisa huku ite vitanda mpaka watu motale. Na unakufa ukiwa kama mtu anapigana kung fu. Sababu assignment yako kufanya nini? Yabeshi alikuwa 30 years na akaona kwa uchungu yangu sijatimiza assignment yangu. Akaambia Mungu, Mungu nisaidie. Na Mungu kweli akamsaidia. Akawa great lawyer. So what do we learn? Number one, I can tell you this. Yabeshi, he was not only pain to himself, he caused a lot of pain. Hello? He caused a lot of pain. He caused a lot of pain to someone. He was not only a pain to himself, he was a pain to others. Hallelujah. Alikuwa uchungu kwa watu wengine. Fikiria. Beyond pain, there was something great hidden in you. Beyond that pain, zaidi ya hiyo uchungu, kuna kitu kilichokuwa ndani ya nani? Ya Yabeshi. Kulikuwa na kitu kimechificha shida yako, unaona shida yako. Hapa watu wakiimba na kushukuru Mungu, wewe umefunikwa kiwango kwamba hauoni Mungu. Hauoni kitu chochote. Mkisia kwa vizuri unamwambia mbijole, mbiande, mechando yoke ile nyumba. Umeiona hiyo? Mugaka mbijole, mbiamono. Ngaki, makuboka. Na ukifuatilia hakuna makuba. Ni utabia ambao umekuwa ndani yao. Ama namna gani? Ama kuna kabila ambao umekuwa ndani yao. Ama namna gani?
Ama kuna kabila Waluya mnakuanga hivyo? Amuko hivyo? Yeah. Kuna hoteli Mombasa, ukienda huko hawakusalimia habari yako, wanasema shalom. Wanasema nini? Shalom. Shalom is what? Peace with you. Kiamuka asubuhi unaambia watoto ragera, kula pole pole we. Mahindi imekuwa expensive. Punguza. Unapita hapo kando kando na kakitu kwa mafuta. Mafuta yanga kianga na tamake. Punguza. What you are seeing is only problems. Hello? Yes. Na mzee alikuwa anatembea na kuku, ile mguu ya kuku. Wakimaliza kula anatingiza, anatumbukiza hiyo mguu kwa unga. Anarudisha hivi. Kako ile na akora achia kina. Karenge kenkeli sengereke. Kwa hizi mashida zote kuna Mungu. Haleluya. Kuna kitu ndani yako. Nataka mtoto mwenye ananisikiza ama mtu mdogo sikiza hapa. Beyond those challenges, there is someone great in you. There is someone great in you. Hallelujah. Hiyo uji unakunywa kabisa. Kama unaikunywa breakfast, lunch, jioni, wewe kunywa kabisa. Something great is coming out of that uji. Amen. Hallelujah. Amen. Usitamani mayai na chips. Utakucha ukiwa na maswali, who did it? Ngonkolele taya. Msichana unaelewa? Usitamani maandazi na chips. Utakuja na swali, who did this? Ngokole taya. Wewe kunywa uji yako, kula ugali yako na maraboni yako na vizuri. Kitu kizuri kiko kwa hiyo maraboni. Haleluya. Kitu kizuri kiko kwa hiyo. Sana sana Mungu anapenda watu wanachekwa. Kwa hiyo kicheko mtu atalia siku moja. Haleluya. Watashindwa kukuangalia siku moja. Watapotea njia ya kukufikia. Haleluya. Simama kwa hiyo njia huko. Haijalishi shida unapitia. Haijalishi mienendo, haijalishi vile wanakuona. Amen. Haleluya. Huyo mtoto ameshikwa. Think twice about your ability. Fikiria juu ya uwezo wako. Fikiria vile unaita uwezo wako. Jabez aliita maisha yake tunaitaje? Pain. Yule mama alimwangalia na akamuita pain. Mzee. Yule msichana unaangalia labda alipata mtoto, hako nyumbani, aliwacha shule, yuko muangete, mzee ukifika nyumbani unachange sura, inakuwa kama ya ndimu. Nataka kukuambia hivi, huyo msichana atainuka na atakuwa kitu. Utakuwa na sura mbaya ya kumwangalia in future. Treat those people well. Those people atakuwa kitu ya maana. Na utashindwa kuenda kumwangalia. Haleluya. Mnamjua huyu mtu anaitwa msichana anaitwa Hemi Kosgei? Mnamjua Hemi Kosgei? Baba yake ni Kigwete. Kigwete kweli kweli. By the way hana hii miguu. Na sasa to make matters abantu mioyo babegete suti. Saa zingine ukienda kuoa, tafuta vijana recha. Unaweza peleka mtu akuharibie. Very nice. Leo nimeangukia. Kufika huko introduction zinaanza. Baba ya Hemi, sokoro ya Hemi, anamwambia sasa nionyeshe kijana wako. Alafu ana point ni huyo kijana. Huyu. Na watu hapa wamesema mimi director Kenya, KTDA director, KCC director what? Sasa imefika kwake ni jamani mkulima. To make matters worse, yeye ni pastor. Ati mimi ni mkulima tena ni pastor. Anasema asante sana kwa ukuja kunitembelea. Nionyeshe bwana yako sasa. Ati ndio huyo. Bwana ya Hemi, baba sokoro ya Hemi alienda ndani, akaleta mkuki na akakuja straight anataka kupiga ule jamaa. Mama yake alikimbia na akashika hiyo mkuki, akamwambia niue pamoja na huyo. Mimi sijaona mtu mwingine. Hii Kigwete akaniambia I love you. Sijawahi ambiwa na mtu. Ni Kigwete kimeniambia I love you. Papa yake akamwambia, "Henda na yeye na utoka hapa na sitaki ukuona." Na hivyo ndio alienda. Sai
the most richest man in that family ni Kiwete. Ako na watoto paka Nigeria. Ako na watoto paka wanaimba. Lakini huyu peke yake alio Kiwete ndiye anasukanga nyumbani na gari Prado. Sijui wewe uliona yapesi kwa watu gani? Lakini virentane. Wewe ni yatima. Wewe ni bure. Wewe ni shida yangu. Wacha nikuambie. Hao watu unaita hayo majina watakuwa kitu ya maana. Na utakuwa na shida kuwafikia siku moja. Mimi ningekuwa wewe ningeona mtu wa maana kwa kila mtu. Haleluya. Unaona mtu unamdharau kwa vile amefaa, vile anakaa, vile anaongea. Mungu akiangalia huyo mtu, anaona mtu wa maana. Hallelujah. Think twice what you call people. Think twice how you look at people. Think twice how you look at yourself. Hallelujah. Lakini wewe ni wa maana. Wewe ni wa maana. Wewe ni wa maana. Sikia, wewe na Mungu ako na assignment kwako. Haijalishi miaka yako. Hii assignment utaifanya. Hallelujah. 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 Siku moja taa itawaka kwenu. Hallelujah. You may be pain. Yeah, today you might be a pain. Ugonjwa imekuwa pain kwako. Kuna mtoto labda amekuwa pain kwa maisha yako. Mzee anaweza kuwa pain. Unanunua tu kuku kidogo, anakuja anaenda na zote. Ya shida zetu, wabunge na ma-CEO, MCAs wenye unajua hawana jibu la shida yako. Aliye na jibu ni Mungu. Ukienda chini umwambie Mungu niko hapa. Homa nena nuondega. Haya nayo mate mechando yane. Wewe unajua shida zangu. Anajua, anakujua, anakujua, Hallelujah. Let us choose today to carry our assignment from God. Our assignment is that I will be something. Nitafanya ya. Wanaweza kuwa wamekuita intantana. Ati umespend maisha yako kwa kanisa. Pesa yako unaleta kaya ananisikiza. Na huyo ni mwanaume wa wanaume. Amina. Mwanaume mwenye hana chuki na wengine. Mwanaume ambaye alitoa mwana wake kufa kwa ajili yangu. Mwanaume mwenye hakuspea mtoto wake kwa ajili yangu. Hallelujah. Hallelujah. This man chose God. This man chose God. Hallelujah. Faithfully. You are fearfully and wonderfully made. Ni wakati mmoja I am fearfully before God. Hata nikitembea fearfully before God. No teba ngatolikoliera magana motu oyo tindikoro na ningo. Nimbeke nyondende. I am fearfully. Hata nichipake mate. Hata nikipita wanasema haleluya. Unaangalia watoto wako unaona ni wa maana. Unamuona ni king, unamuona prize, unamuona ni mtu wa maana. Haleluya. Ukiona mke wako unamuona ni wa maana. Unaona mume wako unamuona ni wa maana, kwa maana kufikiria kwako hakuko kufikiria kwa binadamu. Watu ambao kufikiria kwao kumelinganishwa na Mungu hawaoni wengine kama sio wa maana. Wacha nikuambie leo, kama wewe unasengenya watu, sikia, niangalie hapa. Wewe niangalie, wacha kuangalia chini. Ndigaliga kusengenya watu. Kama wewe unapenda kutukana watu, wewe na mchawi hakuna tofauti. Sikia, people taitoka kilo 5. Tutapandisha aje tuendelee zaidi ya wengine. Haleluya. Sasa wewe usitafute mchawi. Mambo ya Mungu ni mzuri. Hata ukiitwa class conference, ukiona mtoto wa wengine amekuwa number 1, unatoa 50 unampelekea. Hata kama wako hayuko, wewe unafurahia wa wengine. Hivyo ndio Mungu anainua wako anapeleka huko. Sasa wewe unasema, mbona wengine wanakuwa number 1? Sisi tunatoa preps, sisi tunatoa remedio na wetu hawapatikani. Mama, tafuta remedio yako mahali pazuri. Wewe furahia wengine. Haleluya.
Jabez alikuwa lawyer. Alifikiria wengine. Ukifikiria labda yeye Jabez alisema, Mungu fungua mipaka yangu ndio nifikirie wengine. Kwa kila siku, usiku na mchana. Oh, hallelujah. Look at your situation and demand it out. Kataa. Kataa kwa jina la Yesu. Kataa hiyo situation. Kataa hiyo comfort zone. Kataa kabisa. If you are a student, kataa average life. Mwalimu akiandika average, muende mwambie teacher, ulifanya makosa. Umeandika average. Na akisema, si umepata 20 kwenda chini. Akamwambia ni ukweli, lakini ni kitu nilifanya ndio iko average. Mimi siko average. Ukuelewa hiyo? What I did is what is average, but I am not average. Kila kitu nilifanya ndio kiko average. Lakini mimi sio average. I am an excellent person. Mimi ni wa maana. Hallelujah. Tumekula hii sukuma wiki mzima, si kwa sababu sukuma ni kazi yetu. Tunaikula tu kwa muda mchache. Hallelujah. Wewe ndio utanifanya nikule nyama. Speak and prophesy over your situation. If you can't do that, do you know what wachawi wanafanya? Mganga akiamka asubuhi saa 10 kamili huwa anasimama in the highest point na anaita watu from all sides of this country. Anaita kutoka east, anaita kutoka west, anaita kutoka south na north. Hiyo ndio kazi ya mchawi. Ndio maana mtu anamtafuta kutoka Loliondo. Ndio naona mtu ni mzuri, lakini anaenda kutafuta mchawi huko ndani kabisa Kanoji. Hata unashindwa huyu alitoka wapi? Alimtoa wapi? Ndio maana watu kama Mweni, unaamuka saa 10 unakuja kwa hii church, what you don't know is that mama ako wapi? Ule mama saa 10 haimkozi kanisa. Saa 10 haimkozi kanisa kucounter mambo ya wachawi. When a Christian you sleep beyond. Mchawi akiwachilia uchawi, akiwachilia hizo nguvu za kuwaita. Ndio maana mtu anaamka anasema niko na homa nyingine na nililala vizuri. Sio wewe mbaya, nguvu iliachiliwa side yako. That's why we rise up also tuachilie kwa jina la Yesu. Na sisi tunaachilia. Na sisi tunaachilia. Na sisi tunaachilia. Tunafunga kazi ya wachawi. Hallelujah. If you cannot stand and achilia, utakuwa na waachiliwa. Nilikwambia leo uelewe. Kama uwezi elewa, wewe uko kwa hii church. We must rise up na tuachilie. Tuachilie, tutoke kwa shida zetu. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. He was tired of normal life. Alichoka na maisha ya chini. He was able to call out on God. Let me tell you, it's only God who is able to change your story. It's only God who is able to change your story. Waganga hawawezi change story yako. Betting haiwezi change story yako. Laziness can never change your story. It's only God who can change your story. Mungu ndiye anaweza kuchange story yako. Kutoka kulia kuja kucheka. Kutoka chini kwenda juu. Chenga maisha yako kwa Yesu. Chenga jamii yako kwa Yesu. Chenga maisha yako kwa maombi. Watu wamekataa kuomba siku hizi. Tukianza kuweka ile kitu ya kudance. Nilikuwa nataka kuangalia huko niwaambie. Ile kitu ya kudance, watu tunachaa. Kitu ya kuomba tunakuwa wawili. Watu hawapendi maombi. Hata saa hii tukianza kuomba ni dakika 5, dakika 2 tu. Dakika 3 utaona watu wamefungua macho wamekuangalia. Pastor tuakode. Sio sema amen. Okay, pastor, we are finished. Say amen, we go. Tuambie watu piga magoti. Tuombe hapa, tuombe. Watu wataanza kuangalia nguo zao kwanza. Sabuni ya kongere. We need to go back to prayer life. Amen. We need to pray. Wazee tuombe. Wazee tuombe. Wamama tuombe.
Tuombe, tuinuke, tuamka asubuhi tuombe. Tulilie Mungu. Hallelujah. Tulilie Mungu kwa wakati huu. The reason why the country of Kenya has gone bad is because pastors refused to pray. Instead, they went for an envelope. They were bought by envelope. Walinunuliwa na paasha. Walisema huyu ni shetani, huyu ni wa Mungu. Sasa tumefinywa, tumerambwa kweli kweli. Kwa sababu waliostahili kutuombea walituuza. Mimi nikiwa mwenyewe. Tulitu hapa na Gachagua nilipewa 5,000. Na siogopi kusema nilikula. Tulikula pesa ya serikali hii, ukweli. Raila hakutupea kitu. So tulitekelea serikali yenye iko, tukasema tuko nyuma yao. Sasa kinaturamba. Kwa maombi ilituponyoka. Tumepaki na mdomo. Ayanomia 50. Ayanomia. Tuko kwa pain kwa sababu tulikataa role yetu. We refused our role of prayer. We refused our roles. Tulisema wewe ndio unastahili. Badala ya Mungu tuchagulie kiongozi. Hallelujah. Tulikataa role yetu. Usiseme pastors peke yenu, hata nyinyi mlituma usiku, mlipewa pesa na watu. Sasa wacha kiturambe. Mliitwa. Mlikataa MCA wazuri, mkapea watu waliwapea pesa. Mlikataa wapunge wazuri, mkaenda kwa wale. Amen. Pain can encompass you. Shida inaweza kukufanya ukue mahali penye uwezi fikiria mbali. Your stress can make you not to think out of the box. I want you to listen. Shida yako inaweza kukufunga mpaka uwezi ona mbali. Aliye na uwezo wa kukutoa kwa shida yako ni Mungu. Na anasema, come unto me, those who are heavy laden, and I will take your yoke, and I will give you your mine. Mine is so light. Mzigo wa Mungu ni mwepesi mno. Aliye na uwezo wa kutoa watu kwa shida ni Mungu. Na amesema today, uliza nami nitawajibu. Tafuteni nanyi mtapata. Pisha milango nami nitafungua hiyo milango. Leo hii aliye na uwezo wa kufunja hiyo minyororo yenye imekushikilia ako ka distance kadogo sana kutoka kwako. Revelation 3:20 anasema, I stand at the door, I knock. If you hear me, ukinisikiza, ufungue mlango wako, niingie. Nitakula na wewe utakula na mimi. Third person who is able to take your problems, he is not far away. He is closer to you. You only need to say, God, here I am. Come in. Ingia ndani. Usijifungie kwa shida yako. Usijifungie. Kuna mwenye ako na uwezo wa kukufungua. Na unajua hawezi kukufungua kama hujaokoka. Kama huwezi sema leo, Yesu niko hapa, niokoe. Nisamehe makosa yangu. Njoo ndani yangu nisaidie. Yesu anataka kukusaidia. Lakini mpaka umwambie. Hallelujah. Haijalishi umekaa church miaka ngapi. Kama hujawahi sema hiyo kitu moja, wewe Yesu hayuko kwako. And he gave them power. All right? To be called sons of God. If today, according to Romans 3:23, inasema, for all of us we are sinners, and we are fallen short of the glory of God. The gift of God is eternal life. The gift of God, when you receive him, you have someone to defend you. Ukimkubali, you have someone, a sure help. Jeremiah 3 inasema, he stands in my side like a mighty and a previous warrior. Hallelujah.
anasimama nyuma yako kama warrior. Do you want that Jesus? Unamhitaji huyo Yesu? Huyu Yesu anasimama kwako saa hii, na ako tayari kukusaidia, na ako tayari kukutoa kwa shida yako, na ako tayari kusimama na aseme, wewe sio yule tena mwenye aliingia hii chache asubuhi. Wewe, huyu sio yule ulifikiria. Huyu sasa ni mtoto wangu. Huyu sasa ni wangu. He's my child. He's ready to protect you. Umeona kuku vile nakimbiza mwewe? Nakimbiza kitu inajaribu kuguza mtoto wake. Yesu anataka kusimama kwako na akutetee, akusaidie, akufungulie milango. If only today you can accept him, he's there for you. Nataka kumalizia hapo nikisema kwamba wewe, maisha na uhai yako mikononi mwako. He says, in your mouth there is life and death. Choose life. Life is Jesus Christ. If you accept him in your life, he will align you to speak life. Atakualign na atakufanya wa maana. Tusimame zote. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu. Mungu mwenye nguvu na stahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu. Umesema lipo wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu. Atawale tu mwajie Yesu, atawale tu mwajie Yesu, na maisha yako, shida zako atawale, watoto wako jie Yesu, siku ya leo atawale tu mwajie Yesu, Kama uko hapo na hujamruhusu Yesu atawale maisha yako, huu ni wakati wako wa kumwambia Yesu, nisaidie nitawale. Nisamee makosa yangu. Njoo ndani yangu uwe mwokozi wa maisha yangu. Atakuwa mwokozi wa maisha yako. Atakutawala na atatoa shida iliyo ndani yako. Atakupatia uwezo wa kufikia yale ambayo anayotaka wewe ufikie. Kuna opportunities ziko mbele yako. Na hizo opportunities hauwezi kupata kama hujampatia Yesu maisha yako. Na kama ulimpatia Yesu maisha yako na kuna shida zinakufuata, wewe usikufe moyo. Mwambie Yesu, leo niko hapa, nisaidie, niokoe, nikumbuke, niondolee hii shida. Ninakataa situation niko nayo leo. Na leo hii ninakuita Mungu, uje uwe katikati ya maisha yangu. Tuombe na kumuita Mungu. Tuombe na kumuita Mungu. Mwitie Mungu katika maisha yako. Mwitie Mungu katika maisha yako. Mwitie Mungu siku ya leo. Mwitie Mungu kwa maana anakupenda na anakujali na ako tayari kukuinua siku ya leo. Usifunge mdomo wako watu wakiomba Mungu. Usifunge mdomo wako watu wakimuita Mungu. Muite Mungu ukiwa na uhai. Muite Mungu ukiwa na uwezo. Muite Mungu ukiwa na mdomo. Muite Mungu ukiwa hai.
katika jina la Yesu. Mungu tunakuita katika jina la Yesu. Mungu tunakuita, tunakuita Bwana. Tunakuja katika kiti chako cha rehema, tunakuja kwa kiti chako cha rehema. Mungu tunakuita, Mungu tunakuita, tunakuitia maisha yetu, tunakuitia juu ya maisha yetu. We speak the word of God in our life. We speak God in our situation. We speak God in our situation. No, we refuse our situation. We refuse every situation the devil is trying to bring to us. Tunakataa kwa jina la Yesu. Tunakataa kwa jina la Yesu. Tunakataa ulemavu. Tunakataa kuwa chini. Tunakataa kuanguka. Tunakataa maisha ya dhambi. Tunakataa maisha ya dhambi kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Tumekaa katika maisha ya kiburi, tunaomba utusamehe. Tunakataa kiburi ndani yetu. Tunakataa kiburi. Mungu tunanena, uweze kutusikia, uweze kutusikia, utufanye wapole na utufanye washindi, na utufanye washindi, na utufanye washindi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh Lord, we call upon you. Come and defend us, oh Lord, as a mighty warrior, oh Lord. We pray in the name of Jesus. Come and defend us, oh God. Come and defend us. Speak on our behalf, oh Lord. Walk ahead of us, mighty God. In the name of Jesus. We refuse the life ya chini. Tunakataa ya chini. Tunainuka leo. Tunachukua nafasi zetu. Tunachukua nafasi yetu. Katika jina la Yesu. Safari ya ushindi. Nafasi ya ushindi. Nafasi ya ushindi kwa jina la Yesu. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, umbea nami Bwana, tembea nami, tembea nasi Bwana, tembea nasi, tembea nami, tembea nami Bwana, tembea nami, usiniache Bwana, usiniache, usiniache Bwana, usiniache, niniombe Bwana, uninue, uninue Bwana, uninue. Asante. Nataka kila moja inuke juu na inue mikono yako. Lift up your hands to Jesus. I want you to surrender to Jesus. God is not a respecter of the positions. God loves and respects the humble. Inua mikono yako kila moja na umwambie Mungu, I want you to take over my life. I want you to be over my situations. Mwite Mungu, mwambie nimechiachilia kwako. I've surrendered all to you today. I've surrendered my life to you. I've surrendered everything unto you today. In the name of Jesus. Inua mikono yako juu.
Inua mikono yako, inua sauti yako, mwambie niko hapa. Oh Lord, we call upon you. We humble ourselves to you, Lord. We humble ourselves to you, Lord. We humble ourselves to you, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Father Lord. Oh, hallelujah. 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 Lord, we call upon you. Hallelujah. Lord, we call upon you. In the name of Jesus. We call upon you, Lord, today. Come over our situation. In the name of Jesus. Oh, Lord, we call upon you today. If there is sin in us, oh Lord, we pray, forgive us. In the name of Jesus. 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 If it were not you, Lord, I don't know where we were to be today. Kama ingekuwa wewe, hatujua tungekuwa wapi siku ya leo. Wewe ni Mungu mwenye uwezo. Mamlaka yote ni yako. Tunakuita leo. Uje juu yetu. Uje juu yetu Bwana. Usimame juu yetu. In the name of Jesus. Oh Lord, we pray. I release the power of your Holy Spirit upon your people today in the name of Jesus. 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 Oh Lord, we call upon you. Upon your people today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh Lord, let your Holy Spirit come down and fill us today. In the name of Jesus. Oh Lord, I pray. I worship you. I call you. I call on you, Lord. I call on you, Lord. Oh, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Asante, yes. In the name of Jesus. 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 Hallelujah. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, I speak the blessing upon this evening today, Lord. In the name of Jesus, I speak the blessing and your blessing that breaks into you. Receive the Holy Spirit right now. In the name of Jesus, I pray that Lord, she receive the Holy Spirit upon her. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, we thank you. We bless you. In the name of Jesus, we thank you. Yesu, unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru. Umetuita jina jipya. Sisi si vile tulivyoingia. Tumewacha maisha yetu kwako. Sasa leo sisi tunakutegemea. Hatutayamudu maisha yetu tena. Wewe ndio unayeyatawala. Tutakapotoka mara hapa, tutafurahia kwa maana umetuguza. Kwa maana umetuchaza na Roho wako Mtakatifu. Maisha yetu hayatakuwa vile. Tuliingia tukiwa na madeni, tusipokuwa na madeni. Kwa maana umefungua njia tayari. Tuliingia tukiwa na magonjwa, leo tunatoka tukiwa tumepona kwa sababu umetuponya kweli kweli. Tuliingia tukiwa na huzuni, sasa tunatoka tukiwa na furaha kwa maana umetuchaza kweli kweli. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante. Asante kwa maana umetushukia na tunakuishi ndani yetu. Na sasa tumebadilika. Tulikuwa wazito, sasa tumekuwa wepesi. Asante hewe Mungu kwa maana umetutendea. Asante Bwana wetu kwa maana umetutendea. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. God bless you.